muhali, unaona kwamba wanapigiana saluti, unaona tumeona kwamba kumekuwa na ule na vile vile ukifuatia yale zile cheche za matusi, blame games ambazo zimeendelea kwenye hii serikali, tulikuwa ama mimi mwenyewe ndio nilikuwa pengine nadhamiria huenda naibu wa rais hata hudhuria kikao kile, lakini jana alifika pale. Nadhani by then nilimsikia Musalia Mudavadi ambaye ni kinara wa ANC akisema kwamba ile ni kama ilikuwa trap, kwa sababu previously wameteta akasema hatujakuwa na baraza ama mkutano wa baraza la mawaziri kwa mwaka mmoja ama miaka miwili, kwa hivyo mimi ningeendaje kuita kikao? Basi nadhani akasema kwamba sasa kuita kule kwa kikao ilikuwa ni kama trap, waone kama hata hudhuria ndio wapate mahala pa kwanza kupiga kampeni kulingana na Musalia. Lakini naibu rais alihudhuria pale, mambo mengi ambayo yalizungumziwa pale hayajawekwa wazi, lakini vile vile ilikuwa inakisiwa kwamba watazungumzia saa kuhusiana na uchumi, kuhusiana na bajeti, kuhusiana na mambo tofauti tofauti ambayo yanafaa kufanywa hapa nchini Kenya. Naam. Sijui Zada kutazungumzaje na hayo, kisha tutaweka ile video ya Musalia Mudavadi. Kwa kusema ukweli, wengi walidhani huenda William Ruto asihudhurie kikao kile ambacho kilikuwa kina kuwa chaired na president himself, President Uhuru Kenyatta. Lakini kulingana na katiba, wakati mawaziri wanakuwa na kikao, rais lazima na naibu wake lazima wawe miongoni mwa viongozi ambao wanahudhuria kikao kile. Lakini mimi nilionelea ni vizuri na nasema asante na shukuru William Ruto kufika katika kikao kile, ingawa Wakenya wengi walidhani hawezi kufika kule, lakini yeye aliajibika kama kiongozi ambaye anashughulikia masuala ya maendeleo. Na vile vile kuna jambo ambalo linifurahisha jana. William Ruto alipotoka pale cabinet meeting, immediately alienda campaign. Aliingia campaign. Najua sasa hivi kuna wakati wa kulala. Tumebakisha siku 80 kufanya kufika ama kufanya uchaguzi ujao. Na yeye anakitaka ama anakilenga kile kiti cha urais. Ndio maana baada ya kutoka kwa kikao kile akaenda kufanya kampeni. Na vile vile nikiuliza pengine hii meeting inaweza kuwa kutokana na haya yametokea juzi. Niliona pale Labor Day Uhuru Muigai Kenyatta ambaye ni rais wa nchi ya Kenya ama Jamhuri ya Kenya aliweza kuzungumza na kumtaja naibu wake kwamba yeye yuko pale kwenye magari soko kuongea mengi lakini hamsaidii kazi. Na yule mwenzake vile vile akamjibu akisema kwamba hata mwisho tulikuwa na cabinet meeting ni 2 years ago, lakini mimi niko tu alisema ni phone call away uniambie nije nikusaidie. So what do you think? Hii cabinet meeting pengine kwa maoni yako inaweza kuwa iliitwa ama walijumuika kutokana na yale yalitokea juzi pale Labor Day na yale majibu ambayo naibu wa rais aliweza kumpatia rais wa nchi ya Kenya? Najua sasa Abagusii Global Radio, sisi wenyewe vile tunaendesha mambo yetu hapa, tunakuanga na meetings ambazo zinakuwa chaired na CEO Orina Ontiri mwenyewe. Ikiwa hatutakuwa na kikao, tutafunga station hii. Sasa kile ambacho kiliipuka katika Labor Day ama mkutano wa Labor Day, rais aliweza kumkashifu William Ruto kwa sababu hajamfika karibu ili kutekeleza maendeleo humu nchini. Matamshi yale ndio yalilazimisha kikao hiki cha mawaziri kufanywa hiyo jana. Ndio maana hata kama pia yale matamshi ndio yalichangia, nadhani pia it was long due kwamba kikao cha mawaziri kinafaa kufanyika, kwa sababu pia kumbuka kwamba rais the incumbent pia anaondoka madarakani in less than 3 months time. Kwa hivyo pia ilikuwa vizuri akae na wale mawaziri wake wazungumzie, hasa remember tomorrow kuna ile launch ya expressway, yani trial ya expressway pale Nairobi. Kuna mambo ambayo yamekumba wa Kenya hasa wakati wa corona, uchumi kudorora, unaona bei za bidhaa zimeenda juu, kila kitu, yani kila sekta at least ilete imesema mmefanya nini, ni kitu gani amchafanya, ni kitu gani ambacho kinafaa kufanywa. Kwa hivyo mambo kama hayo ili at least in the next 3 months unapata kwamba labda utendakazi utaimprove kidogo. Naam. Pengine tucheze ile video yake Musalia Mudavadi kinara wa ANC pengine akizungumza kuhusiana yale yote